yako hapo baadaye. Na nadhani bila shaka tangu ujio wa awamu ya pili ya Donald Trump tumeshuhudia katika nguvu kubwa imetumika kuhakikisha kuwa inazima kwa sheria za kimataifa, kwa sababu tuliona Donald Trump kwanza akishughulika na mahakama mfano ICC na ICJ kuziwekea vikwazo vingi baada ya kutoa waranti ya kukamatwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu, pamoja na mahakama ya ICJ ambayo ilikuwa imeshughulikia kesi za Israel. Huo ulikuwa ni mpango, lakini amekuja kuimaliza vizuri UN pale alipoanzisha kitu kinaitwa bodi ya amani, ambayo bodi hiyo inachukua majukumu ya Umoja wa Mataifa. Lakini si hilo tu, katika kipindi chake amekata ufadhili wa mashirika mengi sana ya Umoja wa Mataifa ambayo yalikuwa yanapokea fedha moja kwa moja kutoka kwa Marekani ili kuhakikisha kuwa anaizima kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa. Kumekuwa na ugomvi wa muda hivi sasa kati ya Umoja wa Mataifa pamoja na Israel, na inaonekana kabisa kuwa Marekani anatekeleza nguvu hizi kutoka, anasukumwa kufanya haya na Israel, kwa sababu Israel ina ugomvi mwingi hasa katika kile ambacho kinaonekana kama ukaliaji wake kule West Bank, kuvunja makubaliano ya mwaka 74 kule Syria, lakini kuendelea kukaa kwenye ardhi ya Lebanon ambayo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ni kinyume. Sasa Marekani amekuwa akitumia nguvu kubwa kuhakikisha kuwa anazimaliza hizi sheria na anaiendesha dunia kama vile Donald Trump anavyotaka kuwa yeye ndio awe sauti ya mwisho na sheria zisifanye kazi. Sasa Trump anasisitiza kwamba Iran lazima imteue kiongozi ambaye atakubalika na utawala wake. Je, viongozi wa Iran watachukuliaje hatua hii kama jibu? Ni tukio la kwanza la aina hii dhidi ya adui. Nadhani Trump bado anajifurahisha tu. Naweza nikanukuu maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Iran ambaye alikuwa akimfanyia kama kejeli Trump kwa kama alishindwa kushawishi meya wa New York na akashindwa, sidhani kama anaweza ana hadhi ya kuteua kiongozi wa Iran. Alikuwa akikusudia meya wa New York ambaye Mamdani ambaye aliteuliwa hivi karibuni. Trump aliweka vikwazo vingi lakini alishinda. Sasa kama alishindwa pale inakuwa ni vigumu kwa ukweli kuwa bado kuna ombwe na hiki kitu kinaitwa sheria za kimataifa. Nchi moja inaweza ikaamua vipi kuhusu kiongozi wa nchi nyingine, kwa sababu huyu anayetakiwa kuwa rais ni rais wa Iran au anayetakiwa kuwa kiongozi ni kiongozi wa Iran, sio kiongozi wa Marekani. Kwa nini aende kulinda maslahi ya Marekani na asiwe kipaumbele chake kulinda maslahi ya watu wa Iran? Kwa hiyo hapo unaweza kuona kuwa hata wale ambao wanajiweka nyuma ya Marekani kwenye hilo wanapaswa wajue mara mbili kuwa wako hapo kwa mujibu wa kisheria au wapo hapo kwa sababu Trump ameamua, kwa sababu kinachofanya ni ukiukwaji wa sheria. Kwa nini hawawezi kutetea? Rabi, kwa kifupi tu, mataifa mengi ya Ghuba yanalengwa na Iran, lakini yanaonekana yako kimya kabisa kuhusu mashambulizi dhidi yao. Kwa nini? Kuna minong'ono mingine ambayo inaendelea kwa Ghuba, ni ile wanaosema kuwa wamechoka na Marekani, kwa hiyo wanakaa